Siku ya jana katibu mkuu wetu wa chama Mheshimiwa John Mnyika aliweza kuongea na waandishi wa habari katika ofisi za makao makuu ya chama pale Mikocheni, na akaadress mambo mengi ambayo yanakihusu chama chetu, lakini na taifa pia kwa ujumla. Hasa katika speech yake ya jana, katibu mkuu wetu kuna maneno aliyaongea, akasema kwamba busara na hekima ambazo zilitumika kumwachia mwenyekiti wa zamani wa chama Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe katika kesi yake ile ya ugaidi, basi busara hizo azitumike kumwachia Mheshimiwa mwenyekiti wa sasa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ni kauli ambayo ni ya kishujaa, na mimi nimekuwa nikihubiri ili neno la kwamba ni lazima tukae kwa ajili ya maslahi mapana ya chama chetu. Ni lazima tukubali tukae na serikali, tukae na wenzetu kwa ajili ya maridhiano. Kwa sababu sasa sawa, mwenyekiti aachiwe. Mwenyekiti kuachiwa, hiyo ni moja kati ya kuelekea kwenye maridhiano. Sasa moja ya maridhiano ambayo tunahitaji ni mwenyekiti wa chama kuachiliwa bila masharti yoyote yale. Sasa hekima hizi ambazo Mheshimiwa Mnyika anaziongelea, basi hekima hizi zisiwe za upande mmoja. Hekima hizi lazima ziwe za pande zote mbili, kwamba sisi ambao tunamtaka mwenyekiti atoke, lazima pia hekima zitumike, tuwe na hekima. Lakini hata upande wa serikali kuona kwamba sasa ni vema DPP akaamua kufuta kesi hiyo, nao pia ni busara. Kwa hiyo busara hizi na hekima ni lazima ziwe za pande zote mbili. Sio kwamba tu sasa sisi tunataka, lakini sisi kuna mambo ambayo hatutaki kuyafanya. Kila siku tunakuwa tunakashfu. Ukimsikiliza makamu mwenyekiti Bwana Heche, kila siku yeye ni kukashfu, kila siku yeye ni matusi, kila siku yeye ni kukemea, kila siku yeye ni hatutakubali. Yeye hataki, hakuna hata siku moja ambayo anasema kwamba kuna umuhimu wa mwenyekiti kutoka kupitia maridhiano. Sasa njia ile ambayo ilitumika kipindi cha Mheshimiwa mwenyekiti Freeman ni busara ambazo zilitumika, na busara zilikuwa za pande zote mbili. Sasa hivi tusilazimishe kwamba serikali itumie busara ili hali sisi wenyewe hiyo busara hatuna. Kila siku tunashinda kwenye majukwani, kila siku yani ni lazima na sisi pia hekima iwepo kwa pande zote mbili, pande ya Chadema lakini na upande wa serikali, kwa sababu bila hivyo hatuwezi tukafikia kwenye mwafaka mzuri. Na mimi nimekuwa nikisisitiza na bado ninasisitiza kwa maslahi mapana ya chama chetu. Tunaona sasa hivi mivurugano iliyopo ndani ya chama, ni uhakika au ni ukweli usiopingika, kama mwenyekiti wa chama angekuwepo uraiani, hii migogoro si ajabu tusingeiona. Na ndio maana tunamlilia mwenyekiti kila siku aachiwe, ndio maana tunaiomba serikali kila siku imwachie mwenyekiti. Sasa tunamhitaji mwenyekiti kwa maslahi mapana ya chama chetu ili tuweze kukaa na kukijenga chama. Kwa hiyo hizi pande zote mbili, upande wa serikali, ni kweli tunaiomba sana serikali, tunamuomba sana Mheshimiwa Rais, tunamuomba sana DPP. Hii kesi ya Lissu ni kesi ya mchongo, ni kesi ambayo haina maslahi makubwa, au ni kesi ambayo haina uhai kwa demokrasia ya taifa letu. Hii inavuruga kabisa demokrasia ya taifa letu, kwa kesi hii ifutwe. Kwa hiyo nimkumbushe tu kwamba Mheshimiwa Mnyika, pande zote hizi zinahitaji hekima. Upande wa chama tunahitaji hekima. Wewe ni mwenyekiti wa secretariat, kaa na sekretari yako, lakini vile pia nyie mnaweza kumshauri makamu mwenyekiti wa chama kutokana na kauli zake ambazo anazitoa. Imefika sasa ni wakati ambao kama taifa tunahitaji maridhiano, kama taifa tunahitaji kukaa pamoja ili maumivu yote ambayo yamewahi kutokea basi yasiendelee kutokea, lakini tunamhitaji mwenyekiti wa chama au raiani ili tuweze kuendelea kujenga chama bora na chama kilicho imara, ili tuweze kufikia hatima nzuri ya kuiondoa CCM madarakani.